Kwani wewe nani Baharia? Mbona nuinda kila kona? Nimekosea nini Beach Boy? Alafu najiuliza maswali mengi kichwani mwangu sipati majibu yani. Umenitoa kituoni mimi sikujui. Unijui. Afu mkamata Beach Boy wangu kama hivi ni maana yake nini sasa? Huyu jamaa anaenda kulipia yote aliyofanya kwa Chris. Na kuhusu kukutoa wewe kituoni na kumkamata huyu jamaa, yote nafanya kwa sababu ya Chris. Kuna taarifa mbaya ya kwamba Chris amefariki. Chris kafa. Nitakupatia kiasi cha pesa. Hii ni kwa sababu ya kubadilisha maisha ya familia yenu. Daktari anasemaje? Hali ya Chris sio nzuri kabisa. Japo madaktari wanaendelea kupambana kuhusu uzima wake, lakini jambo la kusikitisha, ameonekana na matatizo kwenye ubongo wake, jambo litakalopelekea kupoteza kumbukumbu kabisa. Karibu sana. Samahani, naona nimeharibia mudi. Hapana. Karibu. Asante, nimekuja kuulizia Chris amelazwa hospitali gani? Sapota familia yetu amevuta kamba. Mbona hatuja kuelewa unamaanisha nini? Chris amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Chris amefariki? Nadhani mnakumbuka Katule namfuatilia Nagwa. Sidhani hata wewe Nagwa mwenyewe kama atakuwa yuko hai. Mitipula ya hapa hii. Unajua hizi. Nilikuwa na wazo kama familia, kama mnaweza kulipokea kutokana na changamoto ambayo tumepitia kama familia. Mimi nilikuwa na wazo tungetoa pesa kidogo tu, tukanunua walau bia 2 kama familia, ili tujiburudishe kuondokana na stress ambazo tunazopitia. Wazo tu hilo lilikuwa. Hivyo na akili kweli wewe? Wewe ni mwasimuele nini? Hapa unaona nani anakunywa pombe kama wewe? Una chembe ya uchungu. Uwaza hata kidogo. Wajishikilia Beach Boy, mbona kama hivyo? Lidi. Unajua zile. Ishbab.
zangu, ni muda mrefu sasa umepita tangu tukutane mara ya mwisho kama hivi tulivyo, na tulikuwa tukisubiri sana kikao cha bodi, lakini bahati mbaya kitokeze dharura tu ambacho hakikidhi mahitaji yetu. Sasa mradi leo tumekutana wengi, column leo imetimia. Naomba nami nitoe matamshi yangu makubwa hasa ni la kumteua mtu ambaye atakuwa msimamizi wa share zangu zote katika kampuni hii. Hivyo namtamka Bwana Chris kuwa mkurugenzi mkuu na ndio atakuwa msimamizi wa share zote. Nadhani tumeelewana. Naona sasa una amani baada ya kufanikisha ulichokitaka. Na vipi kama nimefanya vile ulivyotaka wewe? No. Haupaswi kuwa na hasira. Inabidi tuangalie njia gani tunapita ili kutimiza malengo yetu. Kwa sasa sihitaji tena mipango yako. Huu ni muda wa kutumia sasa nguvu. Bila hivyo hatuwezi kufikia malengo. Hatuwezi kufikia malengo hili. Sawa, kila siku tuna lose, kila siku tunapoteza, alafu tuende kukufuata ujinga. Siwezi. No. Usiwe na gasba. Hebu tuliza hasira turudi kwenye mipango. Unaongea nini wewe? Sikiliza Irene, sawa? Naomba ukae pembeni kwenye hili, sawa? Sitaki tena uingilie. Nitafuata njia zangu mimi mwenyewe, sawa? Naomba ukae mbali. Naomba ukae pembeni ya hili. Unaweza ukaenda. Ila usije ukathubutu kugeuka nyuma. Na kitu chochote ambacho kinanusu mimi, usisubutu kukitumia. Kwaheri. Niambie mpenzi wangu. Wewe tokea asubuhi na kubipu nipigie jamani. Asa unamogopa nini? Ai, cha kuokota sio cha kuiba, mwenye mali ni mjinga. Kanipeleka mwenyewe nimenogewa. Bwana baadaye uje nyumbani. Wewe unamogopia nini mpenzi wangu jamani? Mimi mwenyewe simogopi, unamogopa wewe. Hivyo wewe mwenye mdomo kapi ndio la blanketi wewe unanitafutia nini? Baby subiri kwanza nakupigia. Sasa mimi nimekutaja wewe tatu. Au kwenye maongezi yangu umeona jina lako nimelitaja? Wewe huongei na mimi, ila mimi ndo naongea na wewe. Unanitafutia nini? Sijakutaja, unachonengeneka kitu gani tatu? Tena unapoongea na mimi wewe ndio usinipandishie sauti kabisa. Si unanielewa? Muangalie kwanza ngozi yake nyeupe utafikiri povu la sabuni. Wewe unapenda tu ushari ukiniona. Afya mimi sipendi. Na nakwambiaje? Tatu unapenda ushari na mimi. Mbona niona? Nataka nikuwe. Wewe mshenzi. Wewe nini? Mbona sasa nipeleka mwenyewe yani? Oya. Atina mbona kama nilisha hapa mbele za watu. Sasa kunidhalilisha mimi? Tatu mimi wakunipiga. Ndio mzima vuvuzela akapigwa. Kweli? Mimi sijapenda. Sijapenda kabisa. Yaani Tatu sijui anataka nini kwenye maisha yangu. Yaani sijui anataka nini. Mimi nimeshaachana naye. Nilimwambia afanye maisha yake na mimi nifanye maisha yangu. Lakini bado ananifatafata, bado ananichimba chimba. Sijui anataka nini Tatu. Kwa nini akupige? Nisikilize vuvuzela. Wewe cha msingi achana naye, mwache afanye maisha yake. Mimi nitamkanya. Bado unampenda mwanamke wako, si ndio? Mimi nampenda wapi? Ningempenda ningekuwa na wewe. Ila yaani nampendaje? Kwanza mimi nilifanya makosa makubwa sana kuwa na mwanamke mwenye kipala kama yule. Yaani nilifanya makosa makubwa. Yaani naachana mwanamke mzuri kama wewe, mpisi ya kwenda kokote na tamba. Nikawe na yeye. Nilifanya makosa. Na kwa kumkomesha bora tu nioe. Unadhani mimi sitaki kukuoa? Mimi Butua unadhani sitaki kukuoa wewe? Natamani sana kukuoa. Yaani natamani mno kukuoa. Lakini tatizo
Bi mkubwa ana block sana mambo yangu. Yaani kuna vitu haviko sawa. Bi mkubwa kufanya nini? Yaani mimi bi mkubwa ndo namtegemea kwenye kipengele cha mahali. Alafu yeye hela hana, analipa madeni. Oh. Issue ni mahali, si ndio? Najilipia mwenyewe, haina shida. Shoga yangu, hiyo nayo imezidi. Wewe kujilipia hadi mahali. Hapo umezidisha. Asalamu alaykum. Noah. Kwa nini unafata nyayo za babako mwanangu? Mimi nimeridhika na haya maisha tulionayo. Furaha yangu ni kuwa na wewe tu mwanangu. Mbona unataka kujiingiza kwenye matatizo? Kumbuka haya matatizo ndio yaliyoondoa uhai wa babako. Mwanangu, kwa nini unataka kufa kama babako lakini? Mama, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unaridhika na haya maisha ya kimaskini ambayo tunayo, si ndivyo? Mama, kumbuka baba alikuwa ni tajiri, tena hakuwa tajiri mdogo. Ni mtu ambaye alikuwa na pesa zake, alikuwa na mali nyingi. Leo tunaishi maisha ya kijinga kama hivi mama. Maisha ya kimaskini ambayo hatukustahili kabisa. Eti kwa sababu tunaogopa watu wachache wajinga ambao ni wapumbavu tu, wajinga, mbwa, yani ni wajinga mama. Mimi siwezi kuishi hivyo mama. Maisha ya kimaskini, maisha ya uoga mimi siwezi. Mimi nitahakikisha hizo mali nazirudisha kwa vyovyote vile mama. Lakini siwezi kukaa kimya. Mstarudi nyuma. Kwenye hilo utanisamehe, siwezi. Noah, hata babako alikuwa mbishi hivi. Matokeo yake akafa. Noah, hebu fikiria, mimi mama yako nikibaki peke yangu, ni nani atakayeniangalia? Hebu acha kufuatilia haya mambo. Kaa nayo mbali. Maisha haya mimi nimeridhika nayo mwanangu, nitaishi tu. Mama, kikweli mimi nakupenda sana. Na unalifahamu hilo. Lakini mama, samahani. Kwenye hili hautaweza kunizuia. Na sitakaa nirudi nyuma. Samahani sana mama. Sitaki pesa zako bila kuhitaji wewe. Maendeleo yake sio mabaya sana. Hali yake inazidi kuimarika kadri siku zinavyozidi kwenda. Kikubwa zaidi cha kuzingatia, mgonjwa anahitaji muda wa kupumzika kwa ajili ya kuepusha msongo wa mawazo. Ale kwa wakati na anatakiwa anze mazoezi. Mimi nashukuru sana daktari. Umekuwa kipaumbele sana kumjali mpenzi wangu. Sina chingine zaidi ya kukuambia asante.
Ni wajibu wangu kama daktari kuhakikisha mgonjwa wangu anakuwa salama. Kuna dawa hapa. Hizi utampatia endapo atahisi maumivu yoyote. Okay. Sasa mimi niwache. Jioni njema. Mgonjwa, ugue pole. Naombeni kupita. Eti naombeni njia. Wewe dogo kavu nini wewe? Mimi niliwaambieni. Huyu akija kwa utambata aje kutupaluza wenyewe ndio hivi sasa. Wakaniki, nisikilize kwa makini. Unajua kuna vitu kichwani vinanichanganya. Mara mwisho mbichi boy anaaga maskani aje kumchukua dada yako aende magetoni. Alafu sasa hivi dada yako tunamuona, wewe mwenyewe maskani ufiki. Mbichi boy hatumuone, atueleze mbichi boy yuko wapi. Nimeamua kubadilisha mfumo wa maisha yangu. Kwa sasa nahitaji kuishi maisha ya amani tu. Na kuhusu Onagwa, sijui wapi alipo. Labda niwashauri kitu. Mngeendelea kumtafuta mtaani. Na ikishindikanika, mkamwangalie kituoni. Maana mnamjua mwenyewe kwa kuharibu. Utua au sio? Kiulizo. Rasi. Msijitoe ufahamu. Bila shaka mnanijua fika mimi ni nani. Kwa hiyo msitake kuniforce nikarudi nilipotoka. Fanya hata kutungia buku basi. Toto Mwana tatarau. muda wa shule huu, sio kuomba hela, sawa? Sadali nipe dawa, minapagawa, nipo kinyonge. Najo nasipo sawa, nsipo changanya dawa, niye pombe. Akili ambatandu na kabia wagosi, ya ushindi. Mkuu, hawa vijana ndo wanaofaa katika majukumu yetu. Kaeni tayari kwa majukumu. Hello, habari. Jina langu naitwa Cramvevo. Mimi ni muuzaji wa simu na duka langu liko pale Kariakoo China Plaza, floor namba 2. Ukifika tu ulizia naenda Kariakoo Mobile au naenda dukani kwa Cramvevo. Tunauza simu za aina zote. Kwa hiyo ningependa ndugu, jamaa na marafiki wote ambao mnanisupporti mje kunisupporti pale Kariakoo kuweza kuchukua simu yako kwa bei nafuu zaidi. Na bei ambazo sisi tunauza utazunguka Dar es Salaam nzima, Tanzania nzima huwezi kupata. Tunawarantia miaka 2 pindi unaponunua simu kutoka kwetu. Karibu, tunauza simu za aina zote Kariakoo Mobile.